So now that you have understood the diagrammatic representation of trend, I want you to understand something. How do I use the daily time frame? Natumianga daily time frame if I want to like take position trades or I want to see the market much clearer. That is kama 4 hour time frame like iko na a lot of noise and 1 hour time frame. Tuingie kwa daily time frame. But I highly discourage somebody to use the daily time frame, not unless umekuwa so much into the markets. Actually, this whole course journey nitakuwa nikitumia the 1 hour time frame at large. So kinataka sisi tuende sahi, tunataka tuingie kwa the raw charts. In the raw charts, I want you guys to see how my analysis, like how my thought process goes in knowing the trend. So the first thing that I'm going to do, I'm going to delete everything yenye unaona hapa, and then nitakuja niweke full screen na tutataka kuanalyze market from, wacha niweke hapa wakati downtrend ilianza. So tutataka kuanalyze market kutoka kutoka hapa mpaka hapa. Now tutaingia in the 4 hour time frame. In the 4 hour time frame, I want to see the market ikiwa extremely bullish. Now let's assume nilikuwa nimeanza kuanalyze market from this zone. So clearly hapo unaona kuna a lot of accumulation in the 4 hour time frame. But after a short span of time, price ili break level and then ika correct, ika try ku retest hiyo, ikajaribu tena ku break hiyo level ikashindwa, and then ika correct poa. But nataka urealize that in the 4 hour time frame, hapa kuna level na hii level haijakuwa broken, price iliendelea kupush juu. Now nitaingia a little bit into what namaanisha nikisema levels. So kwa market tukiangalia vizuri, kuna two buttons hapa juu, kuna sell na buy. So in any business, unataka ku sell high, unataka ku buy low. So personally, in my trading, any place wakati na where I mark sellers, I use this eclipse which is red, and any place I mark buyers, I use this path or this arrow which is blue. Ukiangalia vizuri uta realize that sellers red, buyers blue. So that is how I use diagrams to mark my charts. Levels is now the second step. We're still in the first step, which is identifying the trend, but we're trying to identify the trend in the real markets. Tunajaribu ku identify trend in the real raw markets. Very simple. So 4 hour time frame nimekuja kurealize, nikachukua time frame kutoka hapo mpaka hapo, kutoka hapa penye nimeanza analysis mpaka hapa, tuko extremely bullish. So what do I do next? I zoom into the 1 hour time frame. What do I want to see in the 1 hour time frame? Kwa 1 hour time frame nataka kuona kama 4 hour time frame ni bullish, nataka kuona 1 hour time frame ni bullish. Na in this situation, both time frames ni bullish. Kwa nini? Juu hapa kulikuwa na buyers na hapa kulikuwa na sellers. So price constantly ina break sellers, which means that buyers literally wame overpower kwenye sellers wako, wana overpower sellers, and then sellers wanajaribu kuingia hapo tena, where wanapatikana na a little bit of opposition, and then angalia buyers wana break out of sellers, and then sellers wakaingia huku juu wakajaribu ku break beneath hii level ya buyers, walishindwa kabisa. Buyers wakaingia tena wakapush price juu, sellers wakaingia wakajaribu kushukisha price wa break kwenye buyers wako, wakashindwa. Sellers wanashindwa na buyers constantly, which means that price is extremely bullish. Now when marking levels, nataka understand kitu na it's simple. Where sellers are sitting, nitakuwa nikirefer as, sorry for that, where sellers are sitting nitakuwa nikirefer as highs, na where buyers are sitting nitakuwa nikirefer as lows. Extremely simple. So any place unaona nimemark na eclipse ya blue, ya red, hapo ni buyers ni sellers wako. Any place unaona nimemark na arrow ya blue, hapo ni buyers wako. So tutaenda, nitaonyesha how, kuna video nita upload in the
in the future, most probably tomorrow, ya kuonyesha how to set up a trading view. So nataka ukuje hapa kwa indicators, na kwa indicators nataka usearch pivot highs and lows, utaona hii and then utaiweka star. Ukiweka star, let me remove it from favorites, uta add to favorite and then let me delete it hapa. So ukishaiweka favorite, uta press it directly, itajileta kwa charts. Ikijileta kwa charts itakuwa ikikaa hivi. So kinataka ufanye, nataka uingie kwa settings. Ukiingia kwa setting, high ndipo sellers wako na sellers wana signifiango na red, utaweka red. And then low ndipo buyers wako na buyers wana signifiango na blue, utaweka blue. So hiyo ndio set inahitaji ukae. Now, ukitaka kutumia pivot point highs and lows to the extreme betterment, kama iko as confusing, hii ni indicator, it's an algorithm, inakuonyesha kwenye sellers wako. In this situation, it's extremely confusing. Iko na extremely large amount of areas marked. So tumia hii algorithm strictly in the 4-hour time frame na 1-hour time frame. Ukiingia 4-hour time frame na realize hizo levels zimekuwa reduced. Now, mimi niko against kutumia algorithm because hujui kama mwenye algorithm ataidelete lini. Plus, it is much more profitable we mwenyewe kuunderstand levels. So the best way kujua a powerful level, nitaingia in another lesson. In this case, tunataka kujua trend. So, tumesema in an uptrend, buyers wanakuwa in control na sellers wanakuwa broken out of. Buyers wako in control, sellers wanakuwa broken out of. Buyers wako in control na sellers wanakuwa broken out of. So in this situation, wacha nionyeshe hapa niliingianga a good trade because hapa tulikuwa na indication, price ilikuwa bullish, hapa kulikuwa na sellers, with them to understand your analysis. So immediately price ilinionyesha indication, price ka correct, nilikuwa na bullish engulfing. Niliingia hiyo bullish engulfing hapo, stop loss nikiweka hapo, take profit target nilikuwa na target anywhere. So tutakuja tuanze kuanalyze market ikianguka. So in this situation, wakati niliingia tu kwa charts, muliona kuwa nimeingia trade ya sales. How did I go about this? So the first thing nilifanya, niliingia in the 4-hour time frame because trend is the most important thing. Now, when marking trend, unaweza mark bado levels. By levels, what do I mean? By levels, I mean palipopote kuna highs, kuna sellers. Palipopote kuna lows, kuna buyers. Hizi vitu mbili ni extremely important because ukijua kumarket, ukijua kumark levels, utakuwa easy wewe mwenyewe kuinterpret kama price ni bullish ama ni bearish. So, in this situation, hapa penye unaona nimeweka alert 4276.79. It was a significant level of buyers. Kwa nini? Wakati buyers waliingia hapo, price ilipush mpaka huku juu. So, in the 4-hour time frame, nilikuwa najua ndio price ikuwe bearish vizuri, lazima hii level itakuwa broken, tupate indication, correction, then continuation. And in this situation, haijafanya hivyo. But, hiyo haimaanishi that price si bearish. Because clearly ukiangalia, hadi kama haijabreak hii level, inamaanisha tu price ni bearish, but the overall structure in the 4-hour time frame haijashift. Which means that saa hii tuko in an accumulation phase. Mna understand hiyo? But tukiingia in the 1-hour time frame, price inasema otherwise. Price inasema nini in the 1-hour time frame? It is clear that in the 1-hour time frame hapa kuna buyers. It is clear that buyers wamekuwa broken out of na sellers the first time, and then buyers wakapush tena kutoka hii level, wakapush price juu, and then price ikaanguka chini. Which means that literally price in the 1-hour time frame ni bearish. And then nataka uangalie uone hapa kuna 2 level of sellers. Price ilishindwa kubreak our level of sellers after buyers wameingia huku chini. So see, hapa in the 4-hour time frame nilisema kuna high powerful level of buyers. So wakati buyers waliingia, walishindwa kubreak aka level ka sellers. Which means that sellers wako in control of the market. So the 4-hour time frame
hatuko clear, but the 1 hour time frame it's extremely clear that we are in a bearish trend. The best trades kuchukua ni wakati price in the 4 hour time frame na 1 hour time frame ni bearish. The reason nimechukua hii trade it's because hapa kuna level of sellers hajakuwa broken out of. That is the reason as to why nimechukua hiyo trade ya sales. Now see, nimeweka alert at this level because na anticipate price itakuja break out of that alert, itupe indication ni correct, continue chini. Which means that price ikifanya hivi now tutakuwa sasa pull in that trade ama trend ya market imechange from bullish to bearish. Although it is bearish. So what do I mean? Namaanisha price ikibreak beneath hii level in the 4 hour time frame itakuwa clear that the 4 hour time frame now is bearish kabisa, which means that one day 4 hour 1 hour ni extremely bearish. Now tunaweza anza kuangalia swing trades, so that is how I go about levels, that is how I go about analyzing the market na kujua kama market ni bearish ama ni bullish. So with time uta understand, the more you watch this video, the more you watch analysis zangu the next videos, uta understand what I mean by trend. 4 hour time frame, 1 hour time frame lazima zialign.